sita. Hao ni waheshimiwa wabunge na mawaziri, wanaingia kwenye kikao, kila mmoja anachukua nafasi yake kwa ajili ya kuanza rasmi kikao cha bunge. Na ndugu wageni mlioko kwenye bunge hili, huruhusiwi kupiga makofi wala kuchangia hoja wakati bunge linaendelea na kikao chake. Wanaoruhusiwa ni waheshimiwa wabunge. Na wakati huu namwona spika wa bunge yuko tayari kuingia, na spika wa bunge anapoingia waheshimiwa wote wanasimama pamoja na wageni waalikwa. Karibu sana spika wa bunge. Mkutano wa 19 kikao cha 46 juu ya kuombea nchi na kuombea bunge. Ee Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, katika serikali za wanadamu, nakuomba ubariki nchi yetu, udumishe uhuru, moja na amani. Umjalie rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, nasi tujalie bunge wako, tujadili kwa haki na usawa, ili tufanye kwa busara. Nimkaribishe katika Mheshimiwa Spika, kipindi cha maswali na majibu kwa wizara mbalimbali. Kwa nafasi hii nipenda kukaribisha Mheshimiwa Daudi Mkuki, mbunge wa Usharodi, aweze kuuliza swali lake kwa waziri wa kazi na maendeleo ya vijana, Mheshimiwa Maulidi Selemani. Karibu. Mheshimiwa Spika, kwa nafasi hii ili niweze kuuliza waziri wa kazi na maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Spika, swali langu ni hili: je, tunapochagua viongozi tunazingatia ujuzi wao? Maana huko nyuma tulichagua bila kuzingatia ujuzi wao. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa nafasi hii nipenda kumkaribisha waziri wa kazi na maendeleo ya vijana, Mheshimiwa Maulidi Selemani, mbunge waziri, aweze kujibu swali la mbunge wa Usharodi. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii. Mheshimiwa Spika, ni kweli kabisa zamani zile ya somo lilikuwa chache, lakini kwa karne hii tunapofanya uchaguzi wa viongozi wa baraza la wazee, tunahitaji kabisa libadilike. Wamchague mtu kulingana na sifa zake. Cha kwanza, awe Mkristo mshiriki na mwaminifu. Cha pili, pande ujuzi wake. Ukichagua hivyo, kanisa litaendelea. Usichague ili mradi tu kutimiza ahadi. Kwa mfano, tunataka kuwa mwinjilisti, tunachagua kuwa mwenyekiti wa mkoa. Je, hapa tutafika? Nipenda kukaribisha Mheshimiwa Paul Tito, mbunge wa Chamombe, aweze kuuliza swali lake kwa waziri wa fedha na mipango, Mheshimiwa Paul Tito. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Katika nafasi hii niweze kuuliza salamu kwa waziri wa fedha. Mheshimiwa Spika, uhai wa Kristo ni kutoa zaka na sadaka kwa waaminifu. Je, wanatoa sadaka kwa waaminifu? Kama wanatoa sadaka kwa waaminifu, tatizo liko wapi? Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa nafasi hii nipende kukaribisha waziri wa fedha na mipango, Mheshimiwa Paul Tito, aweze kujibu swali la Mheshimiwa Paul Tito, mbunge wa Chamombe.
Je, kanisa litaendelea? Kwa hiyo Mkristo, toa zaka kwa uaminifu ili ubarikiwe na Mungu. Usipotoa zaka kwa uaminifu, utashangaa unapata hela nyingi, lakini zinaingia kwenye mifuko iliyotoboka. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa nafasi hii, nipenda kukaribisha Mheshimiwa Brightness Bariki, mbunge wa mtaa wa Bunge, aweze kuuliza swali lake kwa waziri wa sayansi na teknolojia, Mheshimiwa Jazeli Kidogo. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuuliza swali kwa waziri wa sayansi na teknolojia na elimu ya juu. Mheshimiwa Spika, imebadilika hata pamoja mwenyewe unaona maarifa mjeze ni shahidi. Je, inakata kurudi kwa kiasi? Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa nafasi hii, nipenda kukaribisha waziri wa sayansi na teknolojia, Mheshimiwa Jazeli Kiboga, aweze kujibu swali la Mheshimiwa Brightness Bariki, mbunge wa mtaa wa Bunge. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ili niweze kujibu swali la Mheshimiwa Brightness Bariki, mbunge wa Mlezi Magharibi, swali lake dogo. Mheshimiwa Spika, kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5 na nukuu Mathayo 24 mstari wa 12. Ningependa Mheshimiwa Spika kujibu. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5. Lakini kufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu. Mathayo sura 24 mstari wa 12. Kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Sana Mheshimiwa Spika. Kwa nafasi hii, nipende kukaribisha Mheshimiwa Pitike Mturi, mbunge wa Kiliaini, aweze kuuliza swali lake kwa waziri wa mambo ya katiba. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuuliza swali langu. Mheshimiwa Spika, Yesu akija atakuta imani duniani? Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya waziri wa maendeleo atajibu waziri wa fedha na mipango. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ili niweze kumjibu Mheshimiwa Pitike Mturi Kaporogo, mbunge wa Kiliaini, swali lake dogo. Mheshimiwa, swali linauliza, Yesu akija ataikuta imani duniani? Mheshimiwa Spika, tuangalie kanisa letu la Moraga, kanisa la Undugu. Baadhi yetu ya Wakristo imani imetoweka. Kwa nini baadhi yetu tumefanya ibada na kitu cha kawaida? Badala ya kukutana
ukija unakuta ungano limeshapita. Mwingine hana Biblia, kitabu cha nyimbo wala liturujia, alafu anajiita Mmoravya. Wengine wanajidai wana Biblia kwenye simu, lakini kumbuka zitakuja kukutwa. Utatafuta huku na huku usipate. Wakristo tuamke. Asante sana Mheshimiwa Spika. Amen, amen, amen. Kwa nafasi hii nipende kumkaribisha Mheshimiwa Beatrice Msilongo, mbunge wa Jasiri, aweze kuuliza swali lake kwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, kwa Mheshimiwa Ackson Stefano. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ili niweze kumuuliza waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto. Kwa mujibu wa maandiko na nukuu, Waefeso 6 mstari wa 1 unasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Je, watoto wanatii wazazi wao? Kama hawatii, kwa nini? Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa nafasi hii nipende kukaribisha waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, Mheshimiwa Ackson Stefano, aweze kujibu Mheshimiwa Beatrice Msilongo. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ili niweze kujibu swali lake Mheshimiwa Beatrice Msilongo. Swali lake linaendana na Mheshimiwa Spika, umlete mtoto ndivyo kwangu. Kwa hivyo ukimlea mtoto kimaadili atakuwa na maadili mema, lakini kuwa duniani sio ulezi, basi tambua hautakuwepo. Kwa hivyo wazazi, mlee mtoto kama kuna leo na kesho, yaani leo upo kesho, na upo mtoto hatapata shida. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa nafasi hii nipende kukaribisha Mheshimiwa Irene Msogile, mbunge wa Ifarao, aweze kuuliza swali lake kwa waziri wa sheria na mambo ya katiba. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ili niweze kumuuliza waziri wa sheria na mambo ya katiba. Je, Wakristo wanatii misingi ya kanisa ya Moravian? Kama wamepotoka, fanya nini ili warudi kanisa ya Moravian? Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa waziri wa maendeleo, kwa niaba ya waziri wa sheria na mambo ya katiba, atajibu waziri wa maendeleo ya vijana, Mheshimiwa Monica Selemani. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ili niweze kumjibu Mheshimiwa Irene Msogile, mbunge wa Ifarao. Swali lake linaendana na Mheshimiwa Spika, wengi wamepata misingi katika kanisa la Moravian, ila kuna baadhi yao hawakupata misingi katika kanisa la Moravian. Hivyo, kwa sababu hawakupata misingi ya Moravian, tunahitaji kufundisha neno la Mungu ili wamjue Mungu katika kanisa la Moravian. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa nafasi hii nipende kumkaribisha Mheshimiwa Mariamu Hamisi, mbunge wa Mbadala, aweze kuuliza swali lake kwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na Mheshimiwa Neema Wakili. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuuliza swali langu kwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto. Kwa mujibu wa maandiko, mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Je, wazazi na walea watoto katika njia ipasayo? Kama hawalei watoto katika njia ipasayo,
Mheshimiwa Neema Maksimo aweze kujibu swali la Mheshimiwa Neema Hamisi Lunga Mnadani. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ili nimjibu Lunga Mnadani Mheshimiwa Neema Hamisi. Mheshimiwa Spika, ni kweli wazazi wanalea watoto, lakini kwa karne hii tulionayo yenye utandawazi, inahitaji tuwe karibu zaidi na watoto wetu kuliko hapo mwanzo. Inahitaji tuwe na mtazamo mpya wa namna ya kulea watoto. Kwa upande wa kanisa na upande wa shule ya Jumapili, mafundisho yaende safari tulionayo, maana mambo mengi tuliyosikia tukianza kuyaona yanaonyesha kwamba dunia imeharibika na ukatili mkubwa kwa wanaofanyia watoto. Hivyo basi, wazazi, walezi na kanisa tunahitaji kuwa karibu na watoto wetu na kuwafundisha habari za neno la Mungu na habari za utandawazi ili kuepukana na mambo mabaya yanayoendelea katika dunia. Kwa hiyo itasaidia wazazi wajue mahitaji na shida wanazopitia watoto wao. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa nafasi hii, nipende kukaribisha Waziri Mkuu aweze kufunga bunge. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kufunga bunge wako tukufu. Awali ya yote, namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima na afya njema. Kwanza ni washukuru wabunge na mawaziri kwa maswali na majibu. Mmefanya kazi nzuri ya kulijenga taifa hili. Mmejadili miswada mingi sana inayohusu serikali yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Spika, ninapoahirisha bunge la 12 ninaagiza mawaziri, yaani waziri wa mipango na waziri wa fedha. Naomba tukafundishe vizuri kuhusu uchumi kwa Wakristo ili watoe zaka kwa uaminifu, maana ndio maendeleo ya nchi na kanisa kwa ujumla. Naagiza pia waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto wafundishe vizuri misingi ya neno la Mungu kwa watoto, maana ndio kanisa la leo na kesho. Sasa naanzisha bunge hili tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2025 hadi tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2025 katika sikukuu ya watoto. Asante sana Mheshimiwa Spika. Wanaosema tufunge bunge hili la 12, mkutano wa 19, kikao cha 46, waseme ndio. Wanaosema tusifunge bunge hili la 12, mkutano wa 19, cha 46, waseme sio. Sasa naahirisha bunge hili la 12 hadi tarehe 28 mwezi wa 9, 2025 kwenye maadhimisho ya sikukuu ya watoto wa shule ya Jumapili. Huo ndio mwisho wa bunge letu. Kikao cha 19 kinaahirishwa na waheshimiwa wabunge wanaondoka kwenye ukumbi wa bunge. Tunamwona spika wa bunge akitoka bungeni, lakini pia akifuatiwa na wabunge